Haleluya, haleluya, haleluya watu wa Mungu. Karibuni sana watu wa Mungu tuweze kuendelea na masomo yetu ya Biblia. Usomaji wa Biblia. Tumefanikiwa kumaliza vizuri kitabu cha Mwanzo katika sura ile ya 50. Na hatimaye sasa tunaingia katika kitabu kingine kipya, ni kitabu cha Kutoka. Nikitoa mwanga ili uweze kujua ni sehemu gani ambayo tunayoiendea, ni lazima tukumbuke kidogo kuhusu mahali tulipotoka. Msikilizaji, katika kitabu cha Mwanzo kuna historia inayohusiana na swala zima la uumbaji wa dunia, mambo mbalimbali yaliyotokea kipindi cha gharika, masuala yaliyotokea kipindi cha Sodoma na Gomora, maisha ya ujumla ya upande wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo vile vile, lakini pia uhamisho wa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Kanaani na kuingia katika nchi ya Misri, na mfumo mzima jinsi ambavyo ilivyotokea, ahadi mbalimbali ambazo Mungu amempa Ibrahimu, maisha yote ya kipindi cha kabla ya Israeli kuwa watumwa rasmi katika nchi ya Misri. Kwa ufupi sana, ndiyo summary inayohusiana na kitabu cha Mwanzo. Lakini kitabu cha Kutoka tunachokiendea, ambacho tunakianza siku hii ya leo, ni kitabu ambacho kama jina lake ambalo linavyotamkwa kutoka. Kwa sababu unakumbuka katika Mwanzo tumeishia na kifo cha Yusufu. Katika Mwanzo 50 sura ile ya 20, mstari ule wa 26. Mstari wa 26 ambao ndio mstari wa mwisho wa kitabu cha Mwanzo sura ya 50. Sasa pale tumemaliza kwa kifo cha Yusufu, ambapo Yusufu anawaacha hawa ndugu zake wakiwa bado wako katika nchi ya Misri. Na kipindi hiki bado walikuwa hawajaanza kupitia mateso, bado walikuwa wanaishi vizuri. Walikuwa wanaishi vizuri kama wana wa Israeli ambao walikuwa wanaishi kama wanamfalme, kwa sababu Yusufu alikuwa na cheo kizuri kikubwa pale. Kwa hivyo walikuwa wanaishi vizuri bado. Lakini katika kitabu cha Kutoka kinaeleza zaidi kuhusiana na process nzima, mfumo mzima, hatua nzima, hatua kwa hatua za kuanza kutoka kwa wana wa Israeli katika nchi ya Misri kuelekea Kanaani. Kwa hiyo katika akili yako yote ufahamu kwamba tunaanza sasa kusoma historia, tunaanza kusoma mambo mbalimbali ambayo yaliyotokea katika safari ya wana wa Israeli kuwa watumwa Misri na kutoka Misri kwenda Kanaani. Kwa hivyo kitabu cha Mwanzo hiki cha Kutoka hiki tunaanza nacho kina muonekano huo. Kwa hiyo hakina mambo si mambo mengine mengi, ni haya hapa kwamba ni mfumo mzima wa wana wa Israeli kuwa watumwa rasmi na kutoka katika nchi hii ya Misri. Na tunaanza leo na sura hii ya kwanza, ambapo sura ya kwanza ina mistari 22. Sura ya kwanza ya kitabu cha Kutoka ina mistari 22, na hapa sasa tunaanza na mstari wa kwanza. Lakini kabla ya kufanya hivyo, tuombe. Asante Mungu wetu kwa wakati huu. Tunakushukuru sana kwa kipindi hiki. Najua haya mambo ambayo tunayoyafanya inawezekana kuna watu wengine wakayapuuza kabisa, kwa sababu imeandikwa kwamba neno la msalaba kwa wao waokolewao ni jambo la maana kabisa la uzima wa milele, lakini kwa wale wapoteao ni ujinga na upuuzi. Kwetu sisi ambao si watu wa kupotea, sisi si watu wa kupotea kabisa, neno hili la msalaba ni neno la neema kabisa, neno la ufahari mkubwa. Mambo haya kuna watu wanayaona ni mambo ambayo hayana umuhimu sana. Tumeona umuhimu katika kusoma neno lako, na ndio maana tumeamua kujidhatiti kabisa kusoma mstari kwa mstari, sura kwa sura, mpaka pale tutakapomaliza kitabu kitakatifu hiki cha Biblia.
Basi Mungu wetu, tunaomba utuongoze watu wako. Tupe kustahimili kusoma siku hadi siku neno lako kwa njia ya sauti kusikiliza, ili tuweze kufanikiwa kumaliza vizuri na kupata kile ambacho ulichokusudia tuweze kukipata. Bariki sana msikilizaji, mpe moyo aweze kufuatilia masomo haya siku hadi siku. Aipate njia nyingine ya kulisoma neno lako kwa namna ya kipekee sana. Oh, haleluya Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru sana kwa sababu unatupenda na unasikia maombi yetu. Tunaomba hivyo tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, sura ya kwanza ya kitabu cha Kutoka, na tunaanza na mstari wa kwanza kwa utulivu mkubwa mpaka pale tutakapomaliza. Basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya. Kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo: Reubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabloni na Benyamin na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi 70. Na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka. Tena ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithoni na Ramesesi. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali, na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania. Mmoja jina lake aliitwa Shifra, na wa pili jina lake aliitwa Pua. Msikilizaji, kwa namna ya pekee naomba nirudie huu mstari. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania. Mfalme mmoja jina lake aliitwa Shifra, na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wakatika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume, basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke, na aishi. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume.
Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla ya mzalisha hajapata kuwafikia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalishaji, na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Ilikuwa kwa sababu wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, akawasimamishia nyumba. Kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamhifadhi hai. Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Mungu Tumaini na mfuatiliaji wa programu hii ya usomaji wa Biblia, hapo ndio mwisho wa sura hii ya kwanza ya kitabu cha Kutoka. Mungu atupe neema katika wakati mwingine tena tuweze kupata mwendelezo wa kisa hiki. Tutakapokutana hapa tena, tutakutana katika kitabu cha Kutoka sura ya 2. Lakini katika sura ya kwanza hapa ndio mwisho. Naomba tukomee hapo kwa wakati huu ili tuweze kupata wasaa kuendelea tena katika wakati mwingine. Watu wa Mungu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.